Kuna jambo ambalo linafanywa kwa nchi, inafanywa kwa nchi nzima, kwa sababu wakati unaposhika kitabu cha kuapa, unaapa kusema nini? Nitaitumikia nchi hii ama taifa hili pamoja na Wakenya wote, ama useme namna hiyo. Na ikiwa unaenda kinyume chake, Jumangao amesema utaitwa nani wewe? Sasa na yule anaitwa mnafiki, adhabu yake kwa Mungu ni kubwa sana. Kwa ufupi, siasa za Kenya ni lazima zibadilike. Unapokuwa umeshachukua mamlaka, wewe sasa umekuwa rais wa nchi nzima, unasahau habari ya chama chako. Unasahau habari ya nini? Ya chama chako, unasahau taifa zima. That is how you're going to be called a nationalist. That's how you're going to be called a leader. Otherwise, ukisema sasa hawa ni wangu, hawa si wangu, hawa watapata futari, hawa watapokonywa, tutajiuliza maswali. Hili ni taifa la aina gani? Ni taifa la kuwa ni kampuni, na wengine ni madirectors, wengine ni mashareholders, wengine pengine namna hiyo. Na hakuna dunia mzima serikali inayoendeshwa namna hiyo, isipokuwa serikali ambayo tumeona hivi juzi ya Gachagua, ama sivyo? Lakini tusimameni imara na tusiwe watu wa Western. Mnajua nyinyi watu wa Western, kuna wale wadudu wale, unaitwa nani wale? Kumbi. Unawekewa taa tu na maji, alafu unajipeleka mwenyewe. What happens? Unaliwa mzima, hata ungoji ukafa, watafunwa tu. Ni kweli maskweli? Tujichunge na sisi ambao hata tuko hapa. Usije ukajishongeza, utashika utafunwe mzima. Kwa ufupi, naomba hilo liingie katika vichwa vyetu. Mimi nimekuwa katika upinzani na Raila kutoka 1990 na mpaka leo sijaingia katika serikali yote. Hata serikali ya nusu mkate mimi sikuingia, niko nje. Lakini mpaka leo niko hai ama siko hai? Na niko na msimamo wangu, siko na msimamo wangu? Naheshimika ama siheshimiki? Haya basi, wewe wataka ukubwa wa ubepari, ukubwa wa olewa, ukubwa wa uraisi, wajipeleka kila mahali. Kwa ufupi, tujionye jamani, tuwe na thamani, tuheshimike. Wewe ukiwa utakuwa namna hiyo, then utaitwa kiongozi. But otherwise hujulikani mchana uko wapi, usiku uko wapi, then wewe unaleta kitu inaitwa confusion in politics. Kwa hayo mengi, Baba, tunakuombea Mungu akupe hai, kwa sababu wewe umeleta watu hao wote pamoja, na Kenya mzima inakutazama wewe kama baba. Hata wengine wanakuchukia, lakini wanasema kama baba hayuko katika hino nchi itakuwa na shida. Kwa ufupi, Mungu awape nguvu nyinyi viongozi wetu. Ndugu Kalonzo, mimi nakusifu sana, wewe umesimama imara. Ndugu yangu bwana Ambesa, umesimama imara. Martha Karua, umesimama imara. Ndugu yangu Eugene, umesimama imara. Wajakoya, ulikuwa pande ile, ukavuka ukaja huku kwenye shida, kwenye tear gas. Mungu akubariki sana. Kwa hayo mengi nasema Mungu ambariki kiongozi wetu Raila pamoja na wenzake, na sisi Mungu atupe kitu naitwa msimamo, na ndipo taifa hili litaitwa taifa. Otherwise litakuwa taifa la wanafiki wengi, kwa sababu mnafiki si mmoja peke yake. Sisi sote tumekuwa mchana tuko kwa Raila, usiku tuko wapi? Tuko Kenya Kwanza, sio? Ni unafiki, si unafiki huo? Taifa litajengwa na wanafiki kweli? Na ujue tunalofanya wanafunzi wanaona, wanawake hata wanawake tunao hapa wamesimama imara kwenye maandamano, pia wako wanaume wanajipeleka kama panzi waliwe wakiwa wabichi. Jamani, ole wao hao, jamani, ole wao, ama sivyo? Kwa hayo mengi ama machache, nashukuru sana kuwa tumeweza kukusanyika hapa na tukaweza kuzungumza haya kwa niaba ya wengi ama wachache ambao wana msimamo, na Mungu atupe msimamo wa usiku na mchana. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa